Mko wazima kabisa? Wazima rwose. Ya, unajua wa Kongo ni marafiki zangu sana. Kongo ni inshuti zanjye. Marafiki zangu kabisa, sio Kenya na sio Marekani. Si hano muri Kenya gusa no muri Amerika. Nikienda Amerika huko wa Kongo ndio wao wananipokea, wananiweka kwao. Ninakula sombe na wao. Kumani wanyakira bakangabura isombe. Ninakula ugali na wao na kunywa maziwa na wao. Amata tugasangira. Wakaniambia mwaramutse. Bakangwe mwaramutse. Mwaramutse maana yake nini? Habari asubuhi. Good morning mwaramutse. Habari asubuhi. Okay. Wakanifundisha hiyo kidogo. Banyigisha ayo. Sasa jamii wa Kongo tumejuana nao kwa muda. Twamenye na komane kubwigihe. Na ninafurahia sana kuwa hapa siku ya leo. Kuba hano umunsi. Asante kwa kunikaribisha mahali hapa. Mwakoze kunyakira umunsi. Mchungaji, asante kwa kunikaribisha mahali hapa pia. Mshumba wakoze kunyakira. Sijawahi kuja hapa siku nyingine. Ndio mara ya kwanza hano n'ubwa mbere. Na nimekuwa nikiona hii picha kwa YouTube, nikiona nyimbo nyingi kuimba. Urusengero hano imbere. Sasa nilikuwa sijui ni wapi. Sinaniza aho ngiye. Sasa leo nimeona kakumbuka, kumbe huwa ni hapa. Na sasa nahanza mbona. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Amen. Amen. So majina yangu ni Bonface Odhiambo. Nitwa Boniface Odhiambo. Ni mchungaji wa Grace Family. Ando mshumba Grace Family. Hapa Umoja tu. Umoja tu. Na nimefurahia waimbaji wenu. Nishimia barimzi banyu. Ningependa siku moja tu muniazime waimbaji wenu waje kunibariki kule kanisani. Muzantiza abakorari babarimzi banyu bazaze mu rusengero baririmbe. Muniazime tu waje wafunze wa Kenya namna ya kuimba. Unajua sisi wa Kenya tunajua kuimba sana. Muzabantize bigisha abanyakenya kuririmba kuko batabizi. Sisi tunaimba nyimbo nyingi za kizungu tunataka kuwa kama wazungu. Lakini nyinyi mnajua kuimba. Muzi kuririmba rwose. Mnazingatia kuimba kabisa. Muzi kuririmba pe. So mkikubali siku moja mniruhusu tu niwaalike pia kwangu. Umunsi muzareke mbararike muzazi wanje. Muje kutubariki pia kwetu. Muzaze mudezagire mu ndirimbo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Sasa leo nimebarikiwa kuwa mahali hapa. Uyu munsi nishimye none nagira umugisha wo kuba hano. Na agenda yangu hapa leo ni nyepesi sana. Intego yo kuba hano ni kumtangaza Kristo tu. Nukwamamaza Kristo. Amen. Amen. Hiyo ndio kazi yenye ninajua. Uwo ni umurimo nzi. Hiyo ndio kibarua nafanya. Ako niko kazi no umurimo nkora. Sina kibarua nyingine. Nta kandi kazi mfite. Kibarua yangu ni kumtangaza Kristo. Umurimo wanje ni kwamamaza Kristo. Na kumfunua Kristo. No kumuhishura. Na ninaamini Kristo akiwa hapa. Nziko Kristo naba hano. Na akifunuliwa katika maisha ya watu. Kandi nahishuka mu buzima bw'abantu. Watu wanakuwa huru. Abantu barabohoka. Na wanakuwa huru kweli kweli. Kandi bakabohoka rwose. Na wasipendi. Jesi nkunda. Kwamba nikija ati naribu kanisa, hapana. Kugira ngo niza ahantu sige nsenye urusengero. Wachungaji wengine wanasikia ni kama tunapatia watu uhuru mingi sana. Hari abashumba bandi bakeka ko twaduha abakristo umudendezo cyane mwishi. Kwamba tumekuja kupatia washirika uhuru. Ngo twoba twaje kubabwira ngo tubahe umwidenzo no kwishira bakizana cyane. Na hiyo ndio ilikuwa makusudi ya Kristo. Ariko ubwo nibwo bushake bwa Yesu. Kristo alikuja tuwe huru. Yesu yaje kwa ngo tubohoke. Ama namna gani? Tugire umudendezo. Alikuja kutuweka huru. Yaje kwa ngo tugire ute umudendezo. Na huo uhuru ndio tunahubiri. Kandi umudendezo no tubwiriza. Kulingana na maandiko. Kubijanye n'ivyanditswe. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Maana unapojua ukweli. Kwera ko numenye ukuri. Ukweli unakuweka huru. Uko kuri kuza kukubatura. Na huo ndio ukweli ambao Kristo ametuletea. Kandi uko niko kuri Kristo atuzaniye. Na huo ndio ukweli ambao inafaa tuhubiri. Na uko kuri niko dukwiye kuza tubwiriza. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Lakini siku hizi injili imebadilishwa hapa kwetu Kenya. Ariko ubu ngubu ubutumwa bwarahindutse naho muri Kenya. Siku hizi imekuwa Kristo amewekwa kando. Ubu ngubu ubutumwa Kristo ashizwe ku ruhande. Sasa tuuze maji. Areka tugurisha amazi. Tumefungua biashara za maji makanisani. Twafunguye ibyashaka kugurisha amazi mu rusengero. Tukafungua za mafuta makanisani. Tukafungura kugurisha amavuta mu rusengero. Tukafungua biashara ya chumvi kanisani. Tufungura ibyashaka kugurisha umunyu mu rusengero. Na tumeacha kuhubiri Kristo. Twaretse kubwiriza Yesu. Wakati umefika. Igihe kirageze. Tumrudishe Kristo kwenye madhabahu. Tugarure Kristo kuri rutari. Turudishe Kristo wapi? Kwenye madhabahu yetu. Kuri rutari zacu. Na tufukuze Musa kabisa. Kandi twirukane Mose rwose. Na biashara zake zote tumfukuze, lakini tuweke Kristo wapi? Ariko dushire Kristo he, twirukane Mose tsane Kristo kuri rutari. Kwenye madhabahu. Kuri rutari. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Amen. Amen. Sasa tufungue Wakorinto wa pili. Rugabiro dufashe gusoma Abakorinto ba kabiri. Na mlango wa 5. Igice cya 5. Wakorinto wa pili na mlango wa 5. Abakorinto ba kabiri ku gice cya 5. Na kuanzia mstari wa 14. Duhere ku 14. Amen.
Amen. Nataka tuongee jambo hapo hivyo, najua Kristo atatufunulia haya mambo. Shaka ngo tuvuge ikintu hano Kristo araza kuduhishurira. Inasema hivi. Iravuga ngo, nitasoma kwa Kiingereza alafu mkalimani atakalimani pale. Yeah. Inasema, for the love of Christ constrains us, because with us judge that if one died for all, then we're all dead, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Hapo. Kiswahili. Maana upendo wa Kristo. Endelea. Maana upendo wa Kristo wathibitisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi waliokufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes, ashimwe. Paulo anaandika akisema, Paulo arandika avuga kwamba upendo wa Mungu unamsukuma. Urukundo rwa Kristo ruramuhatira. Yani Paulo yeye kuhubiri injili, Paulo we kubwiriza ubutumwa, hakuwa anahubiri sababu alikuwa anaogopa jehanamu. Ntiyabwiriza ubutumwa kubera ko arimo gutinya kuja ikuzimu. Wala hakuwa anahubiri ntiyigishaga sababu ni biashara lazima apate pesa. Kubera kuko ari mu byashaka ngo ashaka ifaranga. Yeye alikuwa akihubiri yari mabwiriza maana kuna picha fulani aliona. Kubera kuko hari ishusho runaka yari yarabonye. Na hiyo picha aliona, kandi iyo shusho yari yarabonye, ilikuwa ni picha ya upendo wa Mungu. Yari ishusho y'urukundo rwa Yesu rw'Imana. Akasema, aravuga ngo upendo wa Mungu wanisukuma. Urukundo rw'Imana rurampatira. Maana nimetambua ya kwamba namenye yuko wakati mtu mmoja alipokufa, yuko umuntu umwe igihe yapfuye wote walikufa. Bose barapfuye. Anasema upendo wa Mungu unatusukuma. Aravuga ngo urukundo rw'Imana ruraduhatira. Alitambua upendo wa Mungu. Yamenye urukundo rw'Imana. Injili ya Kristo, ubutumwa bwa Kristo, ni injili ambayo msingi wake ni upendo wa Mungu. Ni ubutumwa bufite urufatira ariko Yesu Kristo. Kama injili unayohubiri nimba ubutumwa ubwiriza haina msingi wa upendo, ubwo butumwa budafite urufatiro rw'urukundo, basi hiyo sio injili. ubwo si ubutumwa. Kama injili unayohubiri nimba ubutumwa ubwiriza imejaa msingi wa sheria, yuzuye urufatiro rwo kubwiza amategeko, lazima ufanye hivi, ukora ibi ndio Mungu afanye hivi, kwa Imana ikore gutya, lazima ufanye hivi, birakwiye gukora gutya, ndio Mungu afanye hivi, kwa Imana ikore uko. Hiyo sio injili. Ubwo si ubutumwa. Sababu injili, ubutumwa, chanzo cha injili ni familia. Itangiro ry'ubutumwa n'umuryango. Unashangaa ni kwa nini Mungu nukubera Imana ambaye akona uwezo wote, ifite ubushobozi bwose, akaumba binadamu, yaremye umuntu abantu, na akaumba mume na mke, arema umugabo n'umugore. Mimi najua Mungu akona uwezo wote. Izi yuko Imana ifite ubushobozi bwose. Kama angetaka, ija gushaka, angeumba mwanadamu mmoja, yari kurema umuntu umwe, na huyo mwanadamu mmoja ampatie hata uwezo wa kuzaa. Yarangizaga hawo muntu ubushobozi bwo kubyara. Haingemshinda Mungu hiyo. Imana ntizari kuinanira. Maana anaweza kila kitu. Imana ishoboye byose. Mbona akaamua kutoa mwanamke ndani ya Adam akamtoa nje? Kubera yahisemo gukura umugore muri Adamu. Akatoa mwanamke ndani ya Adam akamtoa nje. Akura umugore muri Adamu aramuzana mushira hanze. Kwamba sasa hawa wawili mpaka wasikilizane, kugira ngo ababiri bumvikane, waishi pamoja, babe hamwe, wakae pamoja, babe hamwe, ndio waweze kuwa na familia, babashe kugira umuryango. Mungu angeamua tu mtu mmoja, Imana ari guhita umuntu anaweza azalisha, abashe kuzara, anaweza lea kivyake, abashe kurera na uko, anazalisha leo, kandi akazara none, na kesho mtu amekuwa mkubwa, nejo umuntu akaba na anaenda zake, akakigendera. Mtu hata haishi miaka akikuwa, mtu haishi miaka mingi akikuwa mkubwa. Umuntu ntabaye imyaka myinshi kwa ngo bone gukura, anazaliwa leo, avuka none, kesho amemea, amekuwa mrefu, ameenda, agakura akagenda. Angefanya hivyo. Ubwo bushobozi arabufite. Aungekuwa ati unakaa miaka 18 kwenu ukikua. Ntizari kuba ngo mari myaka 18 wakura. Hiyo yote Mungu angeweza kufanya. Imana yarafite ubushobozi. Lakini mbona Mungu akachagua kubera ko Imana ahisemo kuweka familia, ishiraho umuryango, kuweka mume, gushiraho umugore, kuweka mke, umugabo n'umugore, kuweka mtoto anazaliwa, mtoto anakuwa, mwaka wa kwanza unapita, wa pili, wa tatu, mpaka 18 huko ndo sasa anakuwa mtu mkubwa. 18 tukaba umuntu yakuze. Unasikia? Mbona Mungu akaamua hivyo? Kubera ko Imana ahisemo gutyo. Ni kwa sababu Mungu anataka tujifunze kitu fulani. Nuko Imana ashatse ngo twige ikintu. Katika familia, mu muryango, familia inakuwa sababu ya upendo. Umuryango ikura kubera urukundo.
Familia umuryango inasimama sababu ya upendo. Umuryango urahagarara ukaba kubera urukundo. Kuna vile mtoto akiwa kwa hiyo nyumba hari uburyo umwana yari muri uwo muryango na ajue ya kwamba anapendwa, akamenya uko akundwa, kwamba si lazima afanye kazi ndio akule, si ngombwa ngo akore umurimo kwa ngo akundwe, kwamba yeye ni mwana katika hiyo nyumba, agomba kubaza yuko ari umwana muri ugo rugo, yeye ni sehemu ya hiyo nyumba, iwe numufite uruhare muri ugo rugo, na sio kazi yake ndio inamweka hapo. Kandi si inshingano ze kubaho. Mfanyikazi ukaa kwa nyumba sababu ya kazi. Umukozi aba mu muryango kwa ngo akora kazi. Ile siku kazi yake imeisha anaenda. Iyo umurimo w'umukozi ushize azagenda. Lakini mwana hakai kwa nyumba sababu ya kazi. Ariko umwana wo mu rugo ntaba kwase kubera ko afite umurimo akora. Anakaa pale maana yeye ni sehemu ya hiyo familia. Aba kwase kubera kuko ari inshingano ze kuhaba. Na baba yake nase ama mama yake tangwa nyina akimpatia chakula, iya muhaye byo kurya, akimlisha, iya mugaburira, amlishi sababu amefanya kitu mzuri. Ntabwo ugaburira umwana yuko agukora ikintu cyiza. Anamlisha maana ni wake. Umugaburira kwera kuko ari uwawe. Unasikia? Amen. Anapewa chakula maana yeye ni wa hiyo familia. Kwera kuko ari uwo muryango. Na hebu nikwambie, reka nkubwire, Mungu anakulinda, Imana irakurinda, Mungu anakulisha, Imana irakugaburira, maana wewe ni wa hii jamii, kwera kuko uri muri uyu muryango, wewe ni wa hii familia, uri muri umuryango w'Imana. Na ukiwa sehemu ya hii familia, idero kubura umwe muri uyu muryango, unajua mambo mengine hari ibintu bimwe ya kiroho lazima uyaangalie na macho ya kimwili kwanza. Tugomba kubirebera mu maso yacu y'umubiri tukabireba. Katika macho ya kimwili, mu maso yacu y'umubiri tubona, hauwezi poteza wana. Tugomba kubura abana. Ukizaliwa mwana kwa nyumba, iyo uvutse uri umwana mu rugo, unaweza kuwa mkora, urashobora kuba umujura, unaweza kuwa mwizi, unaweza kuwa gaidi, urashobora kuba lakini hakuna siku hata moja nta munsi numwe utaacha kuwa mwana uzareka kuba umwana muri rwa rugo wa huyo mzazi, uwo muzeyi muri rwo rugo. Hakuna utaalamu ambayo umepatikana nta buhanga bwabonetse wa kuweza kugeuza DNA ya mtu, bwo kubasha guhindura ADN amaraso y'umuntu. Hiyo science bado hakuna. Cyangwa se uko umuntu ateye kubavuka muryango. Yani ukizaliwa mwana, iyo uhindura urivutse wewe unakuwa mwana kwa hiyo nyumba, ukomeza kuba umwana muri rwa rugo, na uwezi badilisha, tushobora kubihindura. Unasikia hiyo? Muri uvito kintu hiyo ni kawaida, ni kiasili. Ivyo ni bisanzwe mu buzima. Na ujue maisha ya kiasili ni kamere, ubuzima bwa kamere sio maisha ambayo ni real, hapana. Si ubuzima dushobora kwa ngo ni ukuri. Hii maisha ni picha ile maisha ingine. Ubwo buzima twabwo muri kamere ni ishusho y'ubundi buzima. Ile ya kiroho ubwo bwo mu mwuka ndio maisha kamili. Nibwo buzima rero nyakuri. Hii hapa ubu bwaha iko na muda. Nubwo igihe miaka 80, imyaka 100, ama ukifikisha 100 cyangwa nugeze 100 na umeenda. Uba waranze. Lakini ile nyingine hata uwezi hesabu miaka. Muri ubuzima bundi bwo mwuka. Maana hile ndio maisha kamili. Nibwo buzima nyabwo. Na kama katika hii maisha fake, muri ubuzima budufite, hauwezi poteza wana. Nimba udashobora kubura ubwana mu. Mbona ile nyingine kwera iki muri ubwo bundi ambayo ndio asili kamili, ubuzima bwo mu mwuka nyabwo upoteze wana, ushobora kubura kwitwa umwana waso. Unaona? Sasa haya mambo Mungu alifanya hivi, ibi bintu Imana akoze gutya, tuweze kujifundisha, tubashe yaremye ubuzima tupige picha pande hii, tubwigireho na tuipige pande ile, nditumara kwiga ku buzima, na tuone kama pande hii iko hivi, basi pande ile ni zaidi kabisa. Nitubona hano imeze gutya, tumenye ngo mu mwuka naho tumeze kuriya. Bwana sifiwe. Amen. Sasa anasema huo upendo ndio Paulo aliona. Paraba ngo ugo rukundo niko yabonye. Huo upendo wa Mungu. Urukundo rw'Imana. Jinsi Mungu alivyotupenda. Uburyo Imana dukunze. Akatuita wana. Atwita abana. Na akaona watu ambao ni wathamana. Abona abantu b'agaciro. Na akaamua kuja kwa ajili yetu. Ahitamo kuza ku bwacu. Anasema alipoona mtu mmoja amekufa, aravuga ngo Paulo avuga ngo ubwo umwe yapfuye, akajua huyu mtu hakufa kwa ajili yake, amenya yuko atafuye kubwe katika kifo cha Kristo. Mu rupfu rwa Kristo wewe ulihesabiwa mauti, nawe wabazwe nk'uwapfuye. Unasikia hiyo? Amen. Kifo ya Kristo, urupfu rwa Kristo haikuwa kifo yake pekee yake. Tigwa urupfu rwiwe arimo kwifira. Makosa ya Adam amakosa cyangwa se haikuwa ya Adam peke yake. Amakosa ya Adam yakoze saa ilihesabiwa juu yetu. Ayo makosa Adam icyaha cye cyatubazweho. Adam alikuwa ni mfano wa Kristo. Adam yari ishusho ya Kristo. Alikuwa ni picha ya Kristo. Yari ishusho ya Kristo. Ya kwamba yale mambo atafanya, yuko ibyo yakoze byose itawahusisha binadamu wote. Bizagera kuri bose. Na pia hivyo hivyo tu, uko niko wakati
Kristo anakuja, igihe Yesu nawe yaje, mauti yake urupfu rwe inahusisha binadamu wote. nago rwabazwe kuri bose, Uwe umeamini ube wizeye ama hujaamini, cyangwa utarabyizera, Mungu alikuhesabia hapo. Imana ikubara nk'umukiranutsi. Ndani ya Adam, muri Adamu, uwe ulikuwa unaamini ube waruvyizeye ama uamini Adam, cyangwa utaruvyizeye, ulihesabiwa ndani ya makosa ya Adam. wabazweho icyaha cya Adamu. Hata kama haukukosea, ndetse nubwo utakoze hata ikosa, kama haukuwa pale, nubwo utaruhari, hata kama haujui kama ilifanyika, ndetse nukuba utarubizi kwa Adamu lakini yabikoze, ulihesabiwa pale. ariko bizakubazweho ko wakoze Na ibyaha. hivyo hivyo pia Nico kimwe navyo ndani ya Kristo, igihe muri Kristo, katika mauti ya mu Kristo, rupfu rwa Kristo, wakati mtu mmoja alikufa, igihe umuntu umwe yapfuye, Paulo anasema Pawulo aravuga ngo amegundua kwa kifo cha mtu mmoja yamenye ko mu rupfu rw'umuntu umwe wote walihesabiwa mauti. bose barapfuye. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Binadamu wote Abana abantu bose walihesabiwa mauti. babazwe nk'abapfuye muri Maana Kristo. ilikuwa ni kazi ya Kristo Wari umurimo wa Yesu kuja kumaliza kizazi cha Adam. kuza kurangiza urubyaro rwa Adamu. Amen. Amen. Kizazi cha Adam Urubyaro rwa Adamu kilikuwa kimalizwe ndani ya Kristo. rwagomba kurangirira muri Kristo, Maana Kristo ndiye Adamu wa mwisho. kubera ko Kristo niwe Adamu wa nyuma. Yeye ndiye alikuja Adamu wa mwisho. Niwe waje kuba Adamu wa nyuma. Alikuja kumaliza kizazi cha Adam. Yaje gushyira iherezo urubyaro rwa Adamu Kwa wa hivyo mbere. akachukua makosa ya Adam yote, Afata amafuti ya Adamu wa mbere yose akayaweka juu yake, ayishiraho. na mshahara wa dhambi ni mauti. Baravuga ngo impembo z'ibyaha ni urupfu. Ikabidi lazima aonje mauti Bimusaba ko Yesu afa kwa ajili ya Adam kugira ayishyure icyo cyaha na Adamu kwa yakoze, ajili ya binadamu wote. kubwa inyoko muntu zose. Basi wakati Kristo alikufa Igihe Yesu yapfuye, na akasema yote yameisha, aravuga ngo byose birarangiye, haikuwa mauti ya mtu mmoja. ntigwari urupfu rw'umuntu umwe. Shetani alifikiria ni mtu mmoja, Shetani yibwiye ko yishe umuntu umwe, lakini katika hesabu ya Mungu ariko mu mibare y'Imana alihesabia binadamu wote mauti, yari yabaze ko bose bapfuye, kwamba binadamu mwenye dhambi yuko umwana w'umuntu w'umunyabyaha alikutana na hukumu ya dhambi, yabashe gucirwaho urubanza na rw'icyaha. hukumu ya dhambi ni mauti, Urubanza rw'icyaha ni na ugufa. binadamu akahesabiwa amekufa Umwana w'umuntu rero abagwaho kuko yapfuye ndani ya Kristo. muri Kristo. Rero Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Huo ndio upendo wa Mungu. Ubwo nirwo rukundo rw'Imana, Kuliko mimi nikufe aho kuva ngo nje mfe na wewe ukufe nawe ufe na ule akufe n'uriya afe na ule akufe n'undi na ule pia akufe n'uriya ndetse nawe na ule akufe. n'uriya. Mungu akasema hapana, Aravuga ngo ya nitachukua kifo moja, reka mfate umuntu umwe ari na hiyo upfa, kifo moja tu uwo muntu umwe itakuwa ni nafa kifo yao yote. bose bazaba bapfuye. Haleluya. Haleluya. Akachukua mauti ya mtu mmoja, Afata urupfu rw'umuntu umwe, na hiyo mauti ikahesabiwa binadamu wote. ubwo rupfu barubara ku bantu bose, inyoko muntu yose. Amen. Amen. Kwa hivyo wewe Rero wewe uli rest in peace. rero uraruhutse mu mahoro. Ya, Ambia mtu rest in peace. wangu uruhutse mu mahoro, waruhutse mu mahoro. Ya, rest in peace, warapfuye. Wewe ulipumzika Wewe wararuhutse ndani ya Kristo. mu mahoro muri Kristo. Alipokufa ulikufa. Igihe yapfuye nawe warapfuye. Hivyo ndio mbingu inajua. Uko ni kw'ijuru ribizi. Mbingu haijui kwamba uko hai. Ijuru ntirizi ko ukiri Mbingu muzima. inajua ulikufa. Ijuru rizi ko wapfuye. Inajua maisha ya Adam iliuliwa ndani Ijuru yako. rizi ko ubuzima bwa Adamu wa mbere Hauko bwapfuye. tena ndani ya Adam. Ubwo buzima turi muri Adamu kandi. Adam alivuliwa mamlaka yake yote Adamu yambuye ubushobozi bwe bwose katika kifo cha mu Kristo. rupfu rwa Yesu. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Alafu anasema hivi, Aravuga ngo mstari wa 15. 15. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them. kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho boye gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Haleluya. Amen. Anasema alikufa Biblia ngo arafa ili kwamba wale wanaoishi leo kugira ngo abariho wasiishi maisha yao tena. tibabeho ku bwabo. Sijui kama unaelewa hapo. Sizi nimba mwamwumva hano. Yeye alichukua maisha yako Iwe yafashe ubuzima bwawe ambayo ilijaa dhambi, ubuzima bwa na bw'icyaha, maisha yako ilistahili mauti. ubuzima bwa bwagombaga gufa, Wewe ulikuwa ukufe. wagomba gufa. Sasa akachukua maisha yako Afata ubwo buzima bwawe ambayo ilifaa wewe ndio ukufe, bwagombaga gufa, akaamua kukufa nayo. ahitamo kupfana nabwo. Sasa ukabaki bila maisha, Wewe usigara udafite maana ubuzima, maisha yako nimba ubuzima bwawe ilizikwa. bwarahambwe bugashingurwa.
wewe ulishazikwa bana. Nukuvuga ngo deja warashinguwe. Wewe hauna maisha tena. Tufite ubuzima kandi. Ili kwamba wale wanaoishi kugira ngo abariho wasijiishie tena. Babeho kubaho kubwabo. Bali sasa waishi maisha yake. Ahubwo babeho kubuzima bw'uwo. Amechukua yako, yafashe ubuzima bwawe, amezikwa nayo. Yabashe gukuba ile imebaki hapa, guhambanwa nabwo. Ni yake, sio yako. Ubuzima busiga hano subwa ubwa bwarafuye. Wewe hauna maisha tena. Tufite ubuzima kandi. Maisha yako imezikwa. Ubuzima bwarashingwe. Ile maisha imebaki hapa. Ubuzima busiga aha ni ya Kristo. Nubwa Kristo. Ili kwamba wao wanaoishi kugira ngo abariho wasijiishie wenyewe. Tibabeho kubwabo. Bali waishi kwa sababu yake. Ahubwo babeho kubwuwo. Sasa ukiona mtu anajiishia mwenyewe, nubango umuntu rero kikibereho, huyo hana uhai. Uyu ntafite ubuzima uwo. Huyo hajielewi. Uwo ntiyizi. Huyo hana maisha. Uwo ntafite ubuzima. Maisha ile imebaki hapa ni maisha ya Kristo. Ubuzima busigaye ahanga n'ubwa Kristo. Haleluya. Haleluya. Ile maisha imebaki hapa. Ubuzima bumwe busigaye ni maisha ya Kristo. N'ubwa Kristo gusa. Amen. Amen. Yego. Amen. Amen. Yes. Ile maisha imebaki hapa ni maisha ya Kristo. Ubuzima busigaye hakwisi gusa n'ubwa Kristo. Hauna maisha nyingine ya kuishi. Wewe nta wundi buzima ufite bwo kubaho. Maisha yako ilizikwa. Ubuzima bwawe bwarashinguwe. Na kuna watu wengi siku ya leo hari abantu benshi kuri none ambao bado hawajahudhuria mazishi yao. Ibo bataraja kwizihiza urupfu rwabo. Amen. Kuna watu wengi sana. Hari benshi bahari. Wamekataa kuhudhuria mazishi yao. Banze rero kwizihiza gufa kwao. Wamekataa kuelewa walikufa. Banze kwemera no gusobanukira yuko bapfuye. Na wahudhurie mazishi yao. Kandi nibarangiza bizihize na waelewe ya kwamba walizikwa. Bamenye yuko bashinguwe. Ukiona mtu bado anajiishia mwenyewe, nimba umuntu rero akiriho kubwe, hajahudhuria mazishi yake. Nubango rero ntarizihiza gufa kwe. Hajui kama alikufa. Tazi yuko yapfuye. Na akahesabiwa yeye amekufa. Abasha kubagwaho yuko yapfuye. Kwamba leo kama nitaishi, yuko uyu munsi nimba ndiho, ile maisha inafaa uishi. Ubuzima ugomba ukwiye kubaho. Maisha ya Kristo. N'ubuzima gusa bwa Kristo. Amen. Amen. Ile maisha inafaa uishi. Ubuzima gusa bukene kwa ngubeho ni maisha n'ubuzima ya Kristo. Bwa Kristo. Maana maisha yako yenyewe kuko ubuzima bwawe yalichukuliwa. Bwaratwawe nundi. Na Kristo alikufa nayo. Kristo yarafanye n'ubwo buzima. Na alipofufuka, azutse, alifufuka na uhai mpya. Yazukanye n'ubugingo n'ubuzima. Na hiyo ndio maisha ametupatia. Kandi ubwo nibwo bugingo nibwo buzima duhaye. Tuishi siku ya leo. Tubeho uyu munsi. Mimi na wewe, je nawe, ni viumbe vipya. Turi ibyaremwe bisha. Viumbe vipya ndani ya Kristo. Ibyaremwe bisha muri Kristo. Na kama wewe ni kiumbe kipya ndani ya Kristo, nimburi icyaremwe gisha muri Kristo, kuna tofauti kubwa hari itandukano rikomeye kati ya mtu ambaye ako ndani ya Kristo, hagati yuri muri Kristo, na mtu ambaye bado anajihesabu ako ndani ya Adam. N'umuntu ukikibara kwa kiba muri Adamu wa mbere. Bwana asifiwe. Amen. Makosa kubwa leo tunafanya, amakosa komeye dukora, ni kuweza kuhubiria watu walio ndani ya Kristo, nukubwiriza abantu bari muri Kristo injili ya watu ambao walikuwa ndani ya Adam. Tukababwiriza ubutumwa bw'abantu bari muri Adamu. Wakati unahubiri injili ya Musa, iyo wigisha ubutumwa bwa Mose, Musa hakuhubiria watu ambao walikuwa ndani ya Kristo. Mose ntiyabwirije abantu bari muri Kristo. Musa hakuhubiria watu ambao walikuwa wameokoka. Mose ntiyabwirizaga abantu bakishijwe. Hata Yesu, ndetse na Yesu alikuwa na shida kubwa sana. Sorry? Yesu alikuwa na shida kubwa sana. Yesu arafite ikibazo gikomeye. Maana Yesu alikuwa na wanafunzi, Yesu ari kumwe n'abigisha ambao wako ndani ya Adam, abigishwa bari ambao hawajaokoka, bari batarakizwa. Akawahubiria miaka 3.5. Ababwiriza imyaka 3 n'igice. Akawaambia nina mambo mengi ya kuambia, arababwira mfite ibintu byinshi byo kubabwira, lakini hamwezi shikanisha. ariko ntimwozumva. Ni kwa nini? Kubera iki? Hawajaokoka, bari batarakizwa, hawana roho wa Mungu, bari batarakizwa. Ndio maana mara nyingi niyo mpamvu alikuwa akiwafundisha akitumia mifano. Yabigishaga akoresha imigani. Akitumia mifano. Akoresha imigani. Mifano. Sababu gani? Hao watu hawajaokoka. Mambo ya kiroho hawezi shika. Ibyo mu mwuka tibabimenyaga. Hawezi elewa. Tibasobanukirwa. Siku moja umunsi umwe akajaribu kwenda deep kidogo. Agaragaza kwinjira indani. Akawaambia, arabwira, msipokunywa damu yangu, nimutanywa amaraso yanjye, na mkule mwili wangu, muje n'umubiri wanjye, hamna uzima. timufite ubugingo. Hiyo siku wote walienda. Uwo munsi baramusize baragenda. Akabaki na wanafunzi. Asigana n'abigisha. Maana alikuwa anawaambia mambo ya kiroho. Yari mabwira ibyo mu mwuka. Ni watu wa kimwili. Kandi bari mu mubiri. Hawangeza kushikanisha. Tibabashaga kubizumva. Tibari batarakizwa. Bwana asifiwe. Amen.
Sasa Yesu pia Yesu alikuwa anahubiria wenye hawajaokoka. yabwiriza yigishaga abantu batarakizwa. Mose alikuwa anahubiria wenye hawajaokoka, yigishaga abantu wenye wako ndani ya Adam, watu ambao hawana roho wa Mungu, watu ambao sio wana wa Mungu, watu ambao sio kizazi kipya, watu ambao sio ukuhani wa kifalme, watu ambao sio taifa teule, watu ambao hawajifahamu. Hao ndio walikuwa kikundi ambacho Musa alikuwa akihubiria. Abo nibo Mose yabwirizaga nawe. Sasa ukichukua injili ya Musa, rero inyigisho za Mose, leo ukuje nayo ukazizana, uanze kuhubiria kizazi kipya hiki, ukareka kubwiriza uruzaro rusha, uanze kuhubiria hawa watu ambao wako ndani ya Kristo, ukareka kubwiriza abantu ambao wako na uhai wa Kristo, abantu bafite ubugingo muri Kristo, watu ambao wako na roho wa Mungu, abantu bafite umwuka w'Imana, watu ambao roho wa Mungu ndio mwalimu wao, anawafunulia mambo, abo umwuka w'Imana ndio mwalimu wao, unaanza kuwawekea ugatangira kubabwira mitindo ya Musa, ibijanye na Mose na masharti ya Musa, na mategeko ya Mose. Hapo kuna shida. Hari kibazo aho. Unasikia? Urumva? Hapo kuna nini? Aho habari kibazo. Hapo kuna shida. Habari kibazo. Amen. Lazima tujue. Ni byiza ngo tumenye. Watu ambao tuko nao leo, abantu dufite uyu munsi, kizazi ambacho tuko nacho leo, uruzaro dufite kuri none, ni kizazi aina gani? Nuruzaro ruhe Na wanafaa nini? Bambaye uhe mwambaro? Maana maisha wanaoishi, ubuzima baho ni maisha ya Kristo. N'ubuzima bwa Kristo. Sasa kwa mfano, Yesu aje akae hapa. Yesu aje akicara. Alafu uambiwe sasa, hebu hubiria Yesu. Ukamwingogisha Yesu. Utamhubiria nini? Uzamwigisha iki? Yesu aje leo akae hapa. Yesu yaje akicara hano. Alafu ambiwe unajua huyu ni Yesu. Bakakuya ngo ni Yesu. Hebu anza kumhubiria. Tangira umwigisho umubwirize. Wamubwiriza iki? Utahubiri nini? Niki wamwigisha? Utamwambia kuhusu kupata gari? Wamubwiriza kubona imodoka? Utamwambia kuhusu kupata pesa? Wamubwiriza kubona amafaranga? Utamwambia kuhusu kupata visa kwenda Amerika? Wamubwiriza gushaka visa ngo aje muri Amerika? Utamwambia nini? Niki wamubwiriza? Amen. Amen. Utamwambia nini? Maana kizazi hiki ambacho tuko nacho, kimezaliwa na mbegu ya Kristo. Nuruzaro gwavuye mu mbuto ya Kristo. Kimezaliwa na nini? Gwavuye mu mbuto ya Kristo. Wako na mbegu ya Kristo. Bafite imbuto ya Kristo. Ile imani wako nayo, ukwizera bafite, ni imani ya Kristo. Ni ukwizera kwa Kristo. Maana Kristo ndiye mwanzilishi, Kristo niwe banze na mkamilishaji wa imani. Niwe banze nina usohoza ukwizera kwabo. Hawezi kuwa na imani tugomba kwa kwizera ambayo umeizalisha peke yako. Wabashe kwihubwawe. Imani huja kwa kusikia. Ukwizera kuzanwa na kwa kusikia neno la Kristo. Kumva ijambo rya Kristo. Kwa hivyo hiyo imani ni ya Kristo. Uko kwizera rero ni kwa Kristo. Maana imetoka kwa neno la Kristo. Uko kwizera kwavuye ku ijambo rya Kristo. Sio imani yako. Ntabwo ari ukwizera kwawe. Unasikia? Urumva? Hawa ni wana wa Mungu. Abana n'ubwoko bw'Imana walio na mbegu ya Mungu. Bafite imbuto y'Imana. Waliozaliwa na Mungu. Bazawe n'Imana. Wanaoishi ndani ya Mungu. Batuye mu Mana. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ikiwa kuna kazi kubwa tuko nayo, nimba hari umurimo ukomeye dufite, ambayo naomba Mungu atusaidie saba kwa Imana idufashe sisi wachungaji na viongozi, kabashumba, ni kujua jinsi ambavyo nukumenya hawa watu ambao wako ndani ya Kristo, aba bantu bari muri Kristo, hawako ndani ya Adam, tibari muri Adam, wako ndani ya Kristo, bari muri Kristo, tunaweza kuwasaidia namna gani? Tugomba kuwafasha gute? Tunaweza kuwahubiria nini? Tugomba kuwabwiriza, tunaweza kuwafundisha nini? Tugomba kubigisha. Maana mahubiri nyingi, inyigisho nyingi ni kutuambia jinsi tulikuwa kule Misri, nukutubwira ujyo twari muri Egiputa, na kutuambia tuogope mambo ya Misri, tukabwirwa gutinya tuogope dhambi, dutinye icyaha, tuogope maisha ya dhambi, dutinye ubuzima bw'icyaha, tuogope shetani, dutinye shetani. Yani ukija kuhubiri, ukigisha, unahubiri mahubiri kuhusu shetani, ukigisha kujanye na shetani na kuhusu mapepo. No, na mapepo hawana sehemu katika ufalme. Mapepo ntafite uruhare mu bwami bw'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Unaenda kwa maombi, urakaja gusengerwa, unachukua masaa mawili, ugasenga unapigana na mapepo. Waugwana na mapepo. Umetoa wapi mapepo hayo upigane nayo? Ugatangira kugwana na mapepo. Maombi ni ushirika wako na Baba. Gusenga n'ubusabane bwawe na Shetani anaingilia wapi? Shetani avuye hehe? Anaingilia wapi yeye? Gusenga n'ugusabana Shetani. Hiyo ni mahusiano yako na Baba, yako na Baba. N'ubusabane bwawe na yako na Baba, wewe naso, wewe naso uko marasaba. Ibilisi anaingilia wapi? Idiute Shetani ajahanga wasenga. Bwana asifiwe. Hapo ndipo tumekosea sana kanisani leo. Tumemuinua Ibilisi zaidi. Tumempatia nafasi kubwa sana. Twazamuye Satani mu nsengero. Tumempea jina kubwa sana. Twamuhaye izina rinini mu rusengero. Na hata Ibilisi hayuko hapo. Na kandi Shetani ntari hano. Ni katika mawazo yetu ndio yamejaa hayo mawazo. Mu mitekerezo yacu no hari izo ntekerezo. Praise the Lord. Imana ishimwe. Amen. Amen. Tuko pamoja. Turi kumwe.
Sasa kujua mambo ambayo tutafunza kizazi hiki tugomba kumenya ibyo twigisha uruzaro ambacho kinamuishia Kristo, uruzaro rero kimechukua maisha ya Kristo, bafashe ubuzima bwa Kristo, kinakaa ndani ya Kristo, batuye muri Kristo. Inafaa tuwasaidie tugomba kubafasha kutambua yale mambo ambayo yako ndani ya Kristo, gutahura no kumenya ubuzima buri muri Kristo. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Inafaa tuwasaidie tugomba kubafasha kutambua mambo kumenya ambayo yako ndani ya Kristo, ubuzima buri muri Kristo. Na ukisoma barua za Paulo, kandi usomye inzandiko za Paulo, angalia maandiko yake vizuri, ibyo Paulo yanditse, utagundua Paulo uzasanga Paulo alikuwa akichukua muda kwanza, yari bafata umwanya munini kabla aanze kuambia watu kuhusu tabia, mbere yuko yigisha abantu iby'ingeso na kuambia jinsi inafaa waishi, muda yarabanza agafata umwanya kuelezea ile kazi Kristo amefanya, akababwira umurimo Kristo akoze, na yale mambo umepokea ndani ya Kristo. Nizo we Paulo yabonye muri Kristo. Unasikia? Amen. Akiandika Waefeso, akabwira anachukua milango mitatu ya kwanza, agafata ibice bya mbere bitatu, anaongea tu jinsi ambavyo Kristo amefanya, akababwira ibyo Kristo na yakoze, yale mambo tumepokea ndani ya Kristo, nizo twakiriye muri Kristo. Anakuja kwa Warumi, akaza mu Waroma, anaanzia mlango wa kwanza igice cha mbere hadi mlango wa 8, ndetse ku gice cha 8 anaongea tu ile kazi Kristo amefanya, akababwira umurimo wa Yesu Kristo, tumepokea ndani ya Kristo, nizo twabonye muri Kristo. Unaona, barua zake zilikuwa hivyo, inzandiko ze nukuratangira kwamba ugundue kwanza ubashe kumenya Kristo amefanya nini, Kristo yakoze iki, na umepokea nini, wakiriki. Ukishajua umepokea nini, warangiza kumenya icyo basi hawe, unajua utaishi namna gani, ukamenya ubuzima ubaho. Unasikia? Amen. Ukijua umepokea nini, nyuma kumenya icyo wahawe, ukijua nini tayari Mungu amefanya, basi inakuwa rahisi sasa wewe sasa kuanza kumuishia Mungu, gutangira kubaho kwa Kristo, umetambua nini Kristo amefanya tayari, tahu icyo Kristo yakoze ukabaho kubwe. Lakini usipojua ile Mungu amefanya, ariko nutamenya Imana, ndio maana Wakristo wengi bado wanaomba mambo, bakomeza gusenga, wanafunga bakiriza na kuombea vitu no gusengera ibintu ambavyo tayari wameshapokea, deja bahawe ukabisengera kandi. Unasikia? Urumva? Pata Mungu mtu aenda kufunga na kuomba, ukiriza ususenga, Mungu nifanye mwenye haki, Mana ngira umukiranutsi, Mungu nifanye mtakatifu, Mana ngira uwera. Hebu nikwambie, nkubwire, hata ufunge miaka 1000, nubwo afunga imyaka 100, utakatifu wako imyaka 1000 hautawahi kukusaidia, ukukiranuka kwawe kuzagufasha. Amen. Wewe tambua tayari umefanyika mtakatifu. Wewe menya yuko deja wewe ni mtakatifu ndani ya Kristo. Urumwize urera. Maana Kristo alichukua dhambi zako. Kristo yatwaye izahabu zawe. Akachukua haki yake. Afata gukiranuka kwe. Akakupatia. Arakuguheza. Amen. Nebu nikwambie ukweli. Reka nkubwire ukuri. Hata ukifunga miaka 1000. Ndetse nubwo wakwiriza imyaka 1000, hawezi kuwa mwenye haki kuniliko. Tushobora kuba umukiranutsi kundusha. Hebu shika hiyo vizuri. Umva ibi bintu. Hata ufunge miaka 1000 ngapi? Ufunge imyaka 1000 ngapi? Hawezi kuwa mwenye haki kuniliko. Tushobora kuba umukiranutsi kundusha. Unasikia? Na hata mimi ndetse nanje nifunge miaka 2000, ningira mafungo imyaka 2000, siwezi kuwa mwenye haki sino umukiranutsi kukuliko, kukurusha. Unajua kwa nini? Kubera iki? Hiyo haki sio yangu. Uko gukiranuka so kwanje. Na hiyo haki sio yako. Uko gukiranuka so kwawe. Ni haki ya Kristo. Ni gukiranuka kwa Yesu Kristo. Na ni sawa kwa kila mtu. Kandi kuraresha kuri bose. Amen. Hiyo haki ni sawa kwa kila mtu. Uko gukiranuka twese kuraresha. Tumepokea haki sawa, maana ni haki ya Kristo. Twahawe gukiranuka kuresha. Sio haki ya matendo yangu. Sio gukiranuka kwa sio haki ya maombi yangu. Sio gukiranuka kwa masengesho. Sio haki ya kufunga kwangu. Sio gukiranuka ni haki ya Kristo. Ni gukiranuka kwa Kristo. Ambayo umepatiwa, warahawe, nimepatiwa. Narahawe. Ule pia amepatiwa. Na ni sawa kwa kila mtu. Kandi byose birangana muri Kristo. Tofauti ni kwamba itandukano nuko unaweza kuwa unajua zaidi kuniliko. Wewe urashobora kuba warabitahuye kundusha gusa. Unasikia? Maana kuna wengi ambao wako na hiyo haki na wajui. Nuko ngo harafite uko gukiranuka ndio bado wanafunga na kuomba wakati Mungu nipatie hiyo haki. Ndio mambo wakomeza gusenga basa Imana. Na tayari hiyo haki wako nayo. Kandi uko gukiranuka baragufite. Tayari Mungu anakaa ndani mwao. Imana iri muri tayari uwepo wa Mungu umejaa maishani mwao. Ukubaho kwa Imana kuri mu buzima bwabo. Lakini bado wanaomba Mungu nitembelee. Bakomeza kubwira Imana ngo tugenderere Mana. Mungu usinipite. Imana ntucheho. Mungu usiniache. Ntucheho mukisa. Bwana asifiwe. Tusige. Kuna mtu mmoja hari umuntu umwe aliitwa Daudi. Yitwaga Daudi. Daudi alikuwa na ufunuo mkubwa sana. Daudi alafite guhishirirwa gukomeye kuliko Wakristo wengi ambao leo wanaishi. Kuruta abandi bakristo bose. Daudi aliishi siku za Adam. Daudi yabaye mu gihe cha Adamu. Kizazi cha Adam. Uruige cy'urubyaro rwa Adamu. Aliishi wakati ambapo yabayeho mu gihe sadaka za mbuzi batangaga ibitambo by'ihene n'intama na ng'ombe ndetse ndio zilikuwa zikitolewa. Nizo zatangwa nk'ibitamo. Daudi akaandika. Daudi arandika. Na akasema aravuga
nimekuwa mdogo aravuga ngo na namuto sasa mimi ni mzee. aravuga ngo ndashaje Sijawahi kuona mwenye haki sindabona umukiranutsi ameachwa arekwa wala kizazi cyangwa se chake uruzaro rwe kusahaulika. ngo rwibagirane. Akasema hajawahi ona aravuga ngo ntarabibona umukiranutsi mwenye haki w'Imana arekwa ameachwa umukiranutsi wala kizazi chake cyangwa se uruzaro rwe kimesahulika. ngo kibe cibagiranye Imana Lakini cibagiranye. leo ariko uyu munsi watu ambao abantu wako katika agano jipya, bari mu isezerano risha, agano ya Kristo mwenyewe, isezerano rya Kristo sio agano ya mbuzi na kondoo, litakiri isezerano agano ya Kristo, ry'ibitambo by'intama agano ya n'amapfizi. damu ya Kristo. Mu isezerano Bado ry'amaraso wanaomba Mungu baracasaba Imana usinipite, ngo ntunceho, bado wanaimba nyimbo bakaririmba indirimbo za Mungu unikumbuke. ati data nyibuka. Daudi alijua akasema hawajawahi ona wameachwa, ntabwo lakini wewe unasema Mungu ameniacha anikumbuke. Daudi we ntabwo yabonye ko Imana yamuciye yamuretse, ariko wowe urabivuga ko Imana yakwibagiwe. Daudi alijua mambo ambayo wewe ndio inafaa ujue. Daudi yamenye ibyo akagombye kumenya, lakini huyajui, ariko wewe tubizi. Naye alisema sijawahi ona, iwe yaravuze ngo sindabona, nimekuwa mdogo, iwe yari muto, sasa mimi ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa. Yaravuze nari muto none dore ndashaje, sindabona mukiranutsi w'Imana. Wewe ndio mwenye haki ambaye leo unaishi. Wewe ndio mwenye haki ambaye leo unaishi. Rero wewe umukiranutsi kuri none uko na haki ya Kristo ndani mwako. Ufite gukiranuka muri yo Imana. Unasema Mungu amekusahau. Wamaruka bangura Imana yakwibagiwe. Akukumbuke. Ngo data nyibuka. Tambua kwamba wewe ni kizazi kipya. Tahura yuko uruzaro rusha, ambaye Mungu anakaa ndani mwako. Uruzaro Imana yituye muri bo. Amepata nafasi ndani mwako. Imana yabonyeho ikibanza muri wowe. Maisha unaoishi leo, ubuzima ubayeho, unaishi ndani ya Kristo. Uri muri Kristo. Na ni maisha ya Kristo. Ubuzima bwa Kristo. Ndio Paulo akasema Paulo aravuga kwamba maisha ninaoishi leo ninaishi kwa imani ya Kristo. Mayo kubwo kwizera Kristo. Siishi kwa imani yangu. Ntabwo mbayo kubwo kwizera kwa naishi kwa imani ya Kristo. Mayo kubwo kwizera Kristo. Anamaanisha aravuga anaishi kupitia yale mambo ambayo Kristo anaamini. Abayeho kubera icyo Kristo yizeye nawe. Akisema imani ya Kristo, aravuga kwizera kwa Kristo, anamaanisha Kristo anaamini nini? Avuze icyo Kristo yizeye. Kama Kristo anaamini ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimba Kristo yizeye ko ndumunyabyaha, basi nitaishi hivyo. Nzakomeza mbe munyabyaha. Na kama Kristo anaamini ariko Kristo yizeye kwamba mimi ni mwenye haki, nimba Kristo yizeye ko nitaishi hivyo, zabaho ndumukiranutsi. Unasikia hivyo? Anaishi kwa imani ya Kristo. Abayo kubwo kwizera Kristo. Anaamini nini juu? Kristo yizeye iki ejo. Wakati Mungu anakuangalia, nimba Imana ikureba, je, anaona mwenye dhambi? Abona umunyabyaha? Je, Mungu akituangalia, Imana itureba, anaona wenye dhambi? Ibona abanyabyaha? Anaona watu waovu? Abona abantu bababi? Bwana sifiwe. Imana shimwe. Amen. Amen. Itabidi tugeuze, ugomba guhindura namna ambavyo uburyo tunawaona watu. Ubwo tubona abantu. Maana Mungu hatuoni kama mwenye dhambi tena. Imana ntatubona. Mungu anajua ile kazi alifanya. Imana ibona umurimo yakoze. Na akasema imekwisha. Aravuga umurimo wararangiye. Na akaridhika na hiyo kazi. Kandi yabashe kunyurwa na umurimo. Mungu leo hawezi kukuita mwenye dhambi. Ndio mpamvu Imana itakuita mwenye dhambi. Wewe ni mwenye haki. Wewe uri mukiranutsi. Na ndio maana Mungu leo anaishi ndani mwako. Imana ituye muri wowe. Maana ameridhika. Ametosheka na ile hesabu alifanya. Yanyuzwe n'imibari yakoze. Ile hesabu alifanya, imibari Yesu yakoze, hatawahi kuirudia tena. Ntabwo azongera kuyigaruka. Maana alifanya hesabu moja, yakoze imibari na akapata jibu. Abasha kuona igisubizo. Na hiyo jibu liko. Kandi cyo gisubizo. Lakini sisi tumekuwa wavivu wa kupokea hilo jibu. Ariko twababanye ntegeke kwa kicho gisubizo Imana duhaye. Tumekuwa tunaangalia hali zetu kwanza. Turireba gusa. Unaangalia huu mwili, ukareba uyu mubiri, unasema hapana. Ukava ngo ya, siwezi kuwa mwenye haki na huu mwili. Sibizoshoka ko mu mukiranutsi. Nitakuwa mwenye haki nikikufa. Nzaba mukiranutsi nimfa. Nikikufa nizikwe. Nimfa gashingwa. Basi nitakuwa mwenye haki. Nzaba mukiranutsi. Lakini Mungu hakutaka kuwe mwenye haki mbinguni. Hebu nikwambie, kama Mungu angetaka tukue wenye haki kule mbinguni, na sio hapa, angengojea ukufe, uende mbinguni, upate Mwokozi kule mbinguni. Ukufe, uende jehanamu, atume Mwokozi kule jehanamu, uokolewe huko, uingie mbinguni kuu. Lakini ukiona Kristo alivaa mwili, nubona Kristo aramba mubiri, na akaja katika hii dunia, akaza muri ino si, alitaka kila kitu ambacho ako nacho yakene kwa ngwicha tukipate hapa, akidwe turaha, sio baada ya kufa, tukipate hapa tukibone tukiraha. Maana hapa ndio kazi ya Mungu iko. Aha ni umurimo w'Imana uri.
Unajua mbinguni kule mwijuru hakuna changamoto kule. Nta bibazo biriyo. Hakuna mambo ya lunch. Nta kurya. Hakuna mambo ya fare. Nta kwishura imodoka. Hakuna mambo ya pesa. Nta by'ifaranga. Hakuna kuchoka. Nta kuruha. Hakuna kesho na leo na kesho kutwa. Nta none nejo. Hiyo shida zote huko hakuna. Nta bihaba. Sasa maisha ya kiungu ubuzima bw'Imana haiwezi jaribiwa pande ile nyingine. Tibushobora inajaribiwa pande hii. Maana pande hii ndio kuna ibilisi. Ahani hari shetani. Pande hii ndio kuna mapepo. Ahani hari abazimu. Pande hii ndio kuna challenges mingi za maisha. Ahani hari bibazo bitandukanye. Sasa maisha ya kiungu ubuzima bw'Imana lazima tuyatumie pande hii. Nibyiza ngo bube lazima tuyaishie pande hii. Lazima tuweze kuyaimarisha pande hii. Tubashe kubugira hano. Hapa ndio ushindi huko. Ahani hari kunesha. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi hapa mashabiki wa mpira? Mashabiki wa mpira hapa. Watu wa Arsenal. Ni bange bazafana za Arsenal n'abandi abashigikira mpira. Jana watu wa Arsenal mko wapi hapa? Ba Arsenal ni bande. Arsenal, inua mkono juu usiogope. Arsenal muinua mkono. Hata kama ni kubaya inua mkono. Zamura maboko. Arsenal mko hapa. Habibi mwoba mwatsinzwe. Manyupe mko hapa. Muzamure. Watu wa mpira mko wapi? Abafana mpira. Sasa niambie. Mbwira. Hapa kuna Arsenal. Ari Arsenal. Na kuna Man U. Na Man U Manchester. Na mnachezea Champions League. Si ndio? Yes. Ni final ya Champions League. Ni hadi finale ya Champions League. Niambie striker mkali wa Arsenal ni nani? Wa Arsenal ni ndura kinyuko muri Arsenal. Ni nani? Nani? Martinez ndio mkali wa Arsenal. Martinez ndio mkali? Na Man U nani? Wa Man U ninde? Rashford. Sasa niambie, alafu hiyo siku ya finali uone coach anachukua Rashford anamweka bench. Nani finali? Ibaze ngo igihe cyanyuma bagiye gukina umupira wa nyuma bagafata uwo mukinyi ukomeye bakamwicaza. Mtasema nini? Mwavuga iki? Ati coach amechukua Rashford ambaye ndio striker mwenyewe. Kocha agafata wa mukinyi kutegemewa kabisa. Ukomeye bari biri. Anaambiwa kae bench. Yarangiza bakamwa ngo wewe banza wicare ntukine swate. Utaona mashabiki wamekasirika. Muzabona abafana barakara. Anafikiria nini? Abafana bazarakarira kocha. Mbona anaweka nani bench? Kubera iki yamwicaje? Alafu mnaanza kufungwa. Mugatangira gutsindwa. Na hakuna mwenye kukomboa. Kandi nta wundi utsimbura. Mwenye kukomboa amekaa bench. Wari gutsimbura aricaye. Itakuwa vita kali sana. Bizaba bigoye ni ntambara ikomeye. Mtalalamika sana. Muzabasha kubuta imfane. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Hapa duniani aha mwisi ndio mechi iko. Ni naho dufite imikino. Mechi haiko mbinguni. Imikino ntiri bwijuru sio twara. Hapa ndio ushindi unatakikana. Aha niho hari ukunesha. Ushindi hautakikani mbinguni. Ugutsinda tigukenewe mwijuru. Kama ni kushinda. Niba ari ugutsinda. Tunashinda wapi? Tuneshereza hano. Ndio maana Mungu ametupatia kila kitu ya kushindia wapi? Hapa. Niyo mpamvu ikintu cyose kujya no gutsinda Imana gitanze. Ametupea kila kitu. Yaduhaye byose. Ya kushinda wapi? Kwango dutsindire hano. Ametupea roho wake. Yaduhaye mwuka we. Ametupatia vipawa vyote. Yaduhaye impano zose. Tunavyohitaji. Impano dukeneye. Amesema ili kwamba haki yake ifanyike duniani kama mbinguni. Yaravuze ngo gukiranuka kw'Imana kube hano mwisi nkuko kuri yale mambo ambayo yako mbinguni ibiri mwijuru yafanyike duniani. Bibe hano mwisi. Yani avute mbingu ikuje hapa. Nuko ngo yasanye ijuru hano mwisi. Maana hapa ndio kazi iko. Aha ndiho muri muri. Hapa ndio wenye hawaamini wako. Aha niho abetizera bari. Inafaa waone mkono wa Mungu hapa. Bagomba kubona ukoko kw'Imana hano. Waone maisha ya kiungu hapa. Waone ubuzima bwo mwijuru hano. Waone Kristo ndani yetu hapa. Waone Kristo muri twebwe hano. Sio kule kwingine. Si mwijuru. Kwa hivyo Mungu Imana ametupatia kila kitu. Yaduhaye byose. Kila kitu. Yaduhaye byose. Maisha ya kiungu yote. Ubuzima bw'Imana bwose. Yamewekwa ndani yetu. Yabushize muri twe. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Mnashika hiyo vizuri. Maisha yote ya kiungu ubuzima bw'Imana yamewekwa ndani yako. Bwashizwe muri mwebwe. Yamewekwa ndani yetu. Bwashizwe muri twe. Ndio uweze kuishi maisha ya Kristo mahali hapa. Kugira ngo ube ubuzima bwa Kristo hano. Unapoishi. Nubaho. Unaishi kwa imani ya Kristo. Ubayo kukwizera Kristo. Hauishi kwa imani yako. Turiyo kukwizera kwawe wenyine. Imani yako inaweza pungukiwa. Ukwizera kwako kugabanukirwa. Imani yako inaweza shindwa. Ukwizera kwako tsindwa. Lakini imani ya Kristo. Ariko ukwizera kwa Kristo haiwezi pungukiwa. Tukushora kugabanukirwa. Imani ya Kristo. Ukwizera kwa Kristo haiwezi shindwa. Je, Kristo anaamini nini kukuhusu wewe? Yesu yizeye iki kuri wewe? Anaamini nini kuhusu maisha yako? Yizeye iki kujyana ubuzima bwawe? Kristo anapokuona. Kristo yakureba. Anakuona vipi? Akureba gute? Anakuona mshindi. Akureba nk'umuntu wanesheje. Ama mshindwa. Cyangwa nk'uwaneshejwe. Anakuona mwenye haki. Akureba nk'umukiranutsi. Ama mwenye dhambi. Cyangwa nk'umunyabyaha. Maana hawezi kuwa mwenye haki. Kiwo umukiranutsi. Na mwenye dhambi. Kandi umunyabyaha. Kwa wakati mmoja. Mu igihe kimwe. Haiwezekani. Umuntu umwe bishoboka. Unasikia?
hawezi kuwa mwenye haki na uwe mwenye dhambi kwa wakati mmoja. Lazima uwe kitu kimoja. Either uwe mwenye haki na uwe mwenye haki, ama uwe mwenye dhambi na uwe mwenye dhambi. Lakini hawezi kuwa asubuhi wewe ni mwenye haki, alafu jioni wewe ni mwenye dhambi, alafu asubuhi ukitubu tena umekuwa mwenye haki. Hapana. Haki yako haikuji na kutubu. Unasikia? Haki yako haiji na kutubu. Haki yako inakuja na maisha ya Kristo. Umepatiwa maisha ya Kristo. Wewe ni mwenye haki ndani ya Kristo. Hiyo haki haikuja na matendo. Kwa hivyo matendo haiwezi kuitoa. Amen. Hebu rudie tena hapo. Rudie vizuri. Hiyo haki haikuja kwa matendo. Haukuomba na kufunga na kuona tabia mzuri kabisa, alafu Mungu akasema nimemwona ule Solomon amekuwa mzuri sana, wacha nimfanye akuwe mwenye haki. Haikuja na matendo. Unasikia? Haikuja na nini? Haikuja na matendo. Kwa hivyo matendo haiwezi kuiondoa. Unajua ni ngumu kidogo. Lakini ni hivyo. Matendo haiwezi kuondoa hiyo haki. Unaweza jisahau. Jinsi Yakobo anasema kwamba kuweni watendaji wa neno na sio wenye kusikia tu na hamtendi. Anasema mtu anaposikia neno na kose kutenda ni kama mtu ambaye amechukua kioo na akajiangalia kwa kioo na akajiona kwa kioo, alafu baada ya kujiona kwa kioo anageuka, anasahau ameona nini. Hebu nikwambie, ukichukua kioo ujiangalie uso wako, uone uso wako uko na kidonda hapa, hata ukigeuka hivi na usahau, hiyo kidonda inatoka ama inabaki? Kusahau kwako kunaondoa hiyo kidonda. Ukireba mukio ukabona ufite inkovu cyangwa igikomere, warangiza ukareka ugahindukira ukareba inyuma, bizakura ya nkovu kukubaho. Ukaona tai ndio hii, niwangu mfite karabati, hii tai umeifunga, alafu ukageuka mpidukire ukasahau. Hiyo kusahau inaondoa hiyo tai, birakura ko iyi karabati kiyambaye. Kwa hivyo ukiangalia maandiko na maandiko ikuonyeshe wewe ni mwenye haki ndani ya Kristo, hata ukigeuka usahau, kusahau kwako haiondoi hiyo haki. Amen. Amen. Kusahau kwako haiwezi kuondoa hiyo haki. Amen. Na Wakristo wengi wamejisahau wakarudi kwa mambo ambayo haistahili. Lakini kusahau kwao haifuti picha yao ni nani. Kibikura ishusho yabo. Amen. Amen. Maana Biblia ni kioo. Biblia ni indorerwamo. Inatuonyesha, iratwereka jinsi tulivyo, uburyo turi, inatupatia picha ya Kristo. Iduishusha Kristo. Tunapomwona Kristo, iyo tubona Kristo, tunajiona sisi. Tuba twireba. Ni kwa nini? Maisha ambayo tuko nayo ni maisha ya Kristo. Kwa hivyo ukimwona Kristo unajiona wewe. Kristo ni picha yako. Kristo ni shusho yako. Kristo ni sura yako. Kristo ni shusho yako. Kristo ni mfano wako. Kristo ni shusho yako. Unapomwona Kristo unajiona wewe mwenyewe. Uba wibonye ubwawe. Maana umezaliwa na mbegu moja. Wabusawe ni imbuto imwe. Mbegu ya Kristo. Imbuto ya Kristo. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Sasa wewe ni mwenye haki wa Kristo. Wewe uri umukiranutsi wa Kristo. Mwenye haki wa Mungu ndani ya Kristo. Umukiranutsi w'Imana muri Kristo. Mungu amekuhesabia haki. Imana yakubaze nk'umukiranutsi. Na hebu nikwambie siri moja. Reka nkubwire ibanga rimwe ya kuishi ndani ya haki. Yo kubaho ubuzima bw'ugukiranuka. Siri kubwa ya kuishi ndani ya haki. Ibanga rikomeye kuba gukiranuka. Ni kujitambua kwamba wewe ni mwenye haki. Nukwimenya yuko uri umukiranutsi. Ryo niryo banga. Amen. Amen.
Siri ya kuishi ndani ya haki ibanga ryo kwa mugukiranuka ni kujitambua kwamba wewe ni mwenye haki. Nukwimenya yuko uri umukiranutsi. Maana wakati mtu anajua yeye ni mwenye haki, iyo umenye kuri umukiranutsi, huo ufahamu uko kumenya ya kwamba mimi ni mwenye haki, yuko uri umukiranutsi, inakupatia nguvu biguha imbaraga ya kuishi maisha ya haki, yo gukomeza kuba ubuzima bwo gukiranuka. Unasikia? Amen. Lakini wakati mtu anahubiriwa anaambiwa wewe ni mwenye dhambi, ariko iyo umuntu abwiwa ngo uri umunyabyaha, unajaribu kuwa mwenye haki, ukagerageza wewe kuba lakini unaambiwa hapana, wewe mwenye dhambi bado. Ariko bakavuga ngo uri umunyabyaha, mawazo yako ni machafu, intekerezo zawe zirako uko na mwili wa dhambi, uri umubiri ufite uko na asili ya dhambi, ufite kamere y'icyaha. Wakati mtu anaamini umuntu ivyo yizera kwamba yeye ni mwenye dhambi, iyo yizera ko na anajaribu kila siku kuwa mwenye haki, akagaragaza kuguharanira kumukiranutsi, atajikuta mara nyingi akianguka ndani ya dhambi, azisanga kesha agoma kugwa mu byaha, kugwa mu byaha. Ni kwa nini? Kubera iki? Maana jinsi mtu anavyoamini uburyo wizera ni kumeze, jinsi mtu anavyoamini, uburyo umuntu yizeye muri we, as a man thinketh, uburyo umuntu atekereza, that's how they are, uko niko ari. Kwa hivyo ukiamini, iyo rero wizeye you are a sinner, yuko uri umunyabyaha, utaishi maisha ya dhambi. uza ubuzima bwo kuba Lakini ukiamini, iyo wizeye rero wewe ni mwenye haki, yuko uri umukiranutsi, hautakuwa na nafasi ya dhambi, tuzabona umwanya w'ibyaha mu buzima bwawe. Kwa hivyo tuwaambie watu Pahoro arababwira jinsi wamefanyika wenye haki, uburyo bagizwe bakiranutsi, sio jinsi walivyo wenye dhambi. Ntabwo ari uko ari abanyabyaha. Waambie watu ubwira abantu jinsi Kristo amechukua dhambi zao, yuko Kristo atwaye na jinsi wamefanyika wenye haki, n'uburyo bagizwe bakiranutsi, na jinsi walipokea maisha ya Kristo, n'uburyo bakira ubuzima bwa Kristo. Maisha ya Kristo inakaa ndani mwao, ubuzima bwa Kristo buri muri bo. Wao ni kizazi kipya, uruzaro rusha, wako na uhai wa Kristo ndani mwao, ubugingo bwa Kristo muri bo, wako na uhai wa Mungu ndani mwao, bafite ubugingo bw'Imana muri bo. Bwana asifiwe. Akabirizo bwigisha. Amen. Amen. Yani Paulo alisukuma hiyo neno, Pahoro yakomeje ijambo mpaka kuna verse ambayo alisema hapa mstari wa 16, ku 16 aravuga ngo, ambayo huwezi sikia ikihubiriwa, udashobora kumva benshi bayibwiriza. Watu wengi wanafikanga hapo wanailenga, abantu benshi bahageze bazasimbuka, wanakosa gospel. Maana Paulo alisema kitu ambayo ukisema makanisa mengi itakufukuza. Pahoro yavuze ibintu ushobora kubwiza mu nsengero nyinshi. Leo Paulo akija kuhubiri, Pahoro aje kwigisha none, makanisa mengi itamfukuza, insengero nyinshi zo mwirukana. Ati aje kuhubiri aseme ngwaze kubwiza vuge, ati mahali dhambi iliongezeka, akaba ngo aho ibyaha byiyongera, neema iliongezeka zaidi, ubuntu bw'Imana bwarushijeho kuba bwinshi, atafukuzwa. Tajua bana wewe nuwango bamwirukana. Unahubiri nini hiyo? Yaravuze ngo aho ibyaha biri ubuntu bw'Imana dhambi iongezeke ndio neema iongezeke. Nuwango aho ibyaha bikomeye kugwira niko n'ubuntu bw'Imana burushirizaho cyane kuba bwinshi. Atafukuzwa, yakwirukanwa cyane. Akihubiri yigishije aseme mstari wa 16 ku 16 anasema hivi, aravuga ngo, wherefore henceforth know we no man after the flesh. Yeah, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Hebu soma hiyo. Nico gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikira amasekuruza, nubwo ariko bamutekerezaga Kristo, ariko noneho titukimutekereza dutyo. Amen. Hebu rudia na Kiswahili. Kwa Kiswahili tena. Kwa Kiswahili nasema, hata imekuwa sisi tangu sasa tumjue mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Amen. Paulo anasema, Paulo anavuga ngo, wakati mtu mmoja alikufa, igihe umuntu umwe yapfuye, wote walikufa, bose barapfuye, na wale wanaoishi kandi n'abariho hawaishi tena maisha yao, tibariho kubwabo, wanaishi maisha ya Kristo. Bariho kubwa Kristo. Inafaa waishi maisha ya Kristo. Bagomba kuba ubuzima bwa Kristo. Anasema, ninapoangalia watu, ndeba abantu, siwatambui tena katika asili ya Adam, simbareba mu gisekuruza muri kamere ya Adamu. Siwaoni tena simbabona kandi kama watu ambao walikuwa katika dhambi ndani ya Adam, nk'abantu bakiri mu byaha muri Adamu. Kandi
Anasema Kristo pia alipokuwa ndani ya mwili tulimwona tu kama mtu wa kawaida tu, lakini leo hatumtambui hivyo tena. Tumegundua yeye ni nani, tumeona utukufu ambao uko ndani mwake, na hivyo pia tumetambua kwamba hata hawa wengine kuna kitu kilifanyika maishani mwao. Wakati mtu mmoja alikufa, walihesabiwa mauti pia wao. Ndio maana hatumtambui mtu yeyote katika mwili. Bwana asifiwe. Alafu huyo mstari unaofuatizia watu wengi wanaipenda. Hebu soma hii. 17. Hebu soma hiyo sasa. 17 Okay. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icyari mwegisha. Ibyakera babishize dore byose biba bibaye bihindutse bisha. Huo mstari kila mtu anaujua. Uwo murongo rero abantu barakunda. Kila mhubiri anajua hiyo. Umuvuga butumwa wese azomurongo. Lakini ukimuuliza 14, 15, 16. Iyo mari 14, 15, 16. Hiyo huwa haigusiwi. Azahasimbuka ntahavuga. Lakini 17. Ariko agasimbuka ku 17. Mtu akiwa ndani ya Kristo hata hivyo. Umuntu ari muri Kristo Yesu abaye cyane amekuwa kiumbe kipya. Ababaye cyane mwigisha. Hiyo kiumbe kipya imetokana na mstari wa 14. Uzavuye ku murongo wa 14 na 15 na 15 na 16 na 16. Ndio maana sasa niyo mpamvu kama mtu ako ndani ya Kristo, nimba iyo umuntu ari muri Kristo haiwezekani tibishoboka akuwe kiumbe cha kale, abicyaremwe cyakera. Ni kwa nini? Nukubera iki? Maana tayari amekufa, nuko ibyakera byapfuye, amefufuka, yarazutse, ako na maisha mapya ya Kristo. Dufite ubuzima bushya muri Kristo. Unasikia? Urumva? Ako na maisha mapya ya Kristo. Afite ubuzima bushya bwa Kristo. Ndio maana mtu akiwa ndani ya Kristo, iyo umuntu ari muri Kristo rero anahesabiwa ni kiumbe kipya. Abagwa nk'icyaremwe gisha. Ya kale yamepita. Ibyakera byabishize. Mambo ya Adam yamepita. Igihe cya Adamu kiba cyashize. Maisha ya dhambi yamepita. Ubuzima bwa Adamu bwashize. Hukumu imepita. Urubanza rwashize. Hakuna mauti ambayo itakungojea. Nta rupfu rugutegereje. Umefanya kiumbe kipya. Wagizwe icyaremwe gisha. Umekuwa mwana wa Mungu. Wabaye umwana w'Imana. Umejaa roho wa Mungu. Uzimuka w'Imana. Umesamehewa dhambi. Warababariwe ibyaha. Umekuwa mtakatifu wa Mungu. Wabaye urera. Umekuwa mwenye haki wa Kristo. Umekuwa mrithi wa mbingu. Wabaye umuragwa wa ijuru. Umekuwa mtu mwenye uzima mpya. Wewe ni kiumbe kipya. Mwegisha. Amen. Amen. Wewe ni kiumbe kipya kabisa. Mwegisha. Ya kale yamepita. Ibyakera byashize. Praise the Lord. Hallelujah. You are a new creation in Christ. Mwegisha muri Kristo. Wewe ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Muri Kristo Yesu. Umefanyika kiumbe kipya. Wagizwe mwegisha. Amen. Amen. Umekuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Ya kale yamepita. Ibyambere byakera. Yote yamekuwa mapya. Biba bishize byose baye. Yote yamekuwa mapya. Dore byose baye. Wewe sio ule wa kitambo. Anza kujiona na macho mapya. Anza kujitambua na macho mapya. Anza kujiona ya kwamba wewe ule wa kitambo, ile asili ya dhambi ambayo ilikuwa, Kristo aliimaliza msalabani. Kristo alichukua ile utu wetu wa dhambi, akaisulubisha msalabani. Wewe hauna utu wa dhambi tena. Hapana. Umekuwa kiumbe kipya kabisa. Asili ya dhambi alimalizana nayo msalabani. Ndio maana Kristo alivaa mwili ili aweze kuhukumu dhambi ndani ya mwili. Alivaa mwili ashughulikie dhambi ndani ya mwili. Bwana asifiwe. Sinzi impamvu bivuze neza, yabambiye ibyaha, kamere ya kera Adamu yayibambanywe nawe mu mubiri we. Hallelujah. 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 Amen. 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 Sitaki niendelee zaidi hapo, nitaachia hapo. Kugenda kure cyane sababu ya muda wangu umeisha. Kubera umwanya wanje usa n'ushize. Amen. Nitaachia hapo sababu muda wangu umeisha. Kubera ko umwanya wanje washize. Kuna wimbo ambao mimi usikia mkiimba sana. Hari indirimbo na huo wimbo mimi hupenda kuuimba. Narayikunze cyane iyo ndirimbo. Unasema msalabani, msalabani tumepewa msamaha wa Jehova. Msalabani, msalabani tumepewa msamaha wa Jehova. Waimbaji muimbe. Msalabani. Waimbaji kujeni tu. Waimbaji jantie mwangu mfashe. Tumepewa msamaha wa Jehova. Muimbe waimbaji. Msalabani,
msalabani tumepewa msamaha wa Jehova. Msalabani, 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 msalabani tumepewa msamaha wa Jehova. Msalabani, msalabani, msalabani